Mtazamaji na msikilizaji wa SUFM, ukiwa unatazama TV au ukiwa unasikiliza redio ni 101.1 SUFM, lakini pia unaweza ukawa unatufuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kutoka pande zote za dunia. Unaweza kuwa unatufuatilia Facebook, Instagram, lakini vile vile unaweza kuwa unatufuatilia YouTube live moja kwa moja. Ni kuambie jiongea hapa na mimi pamoja na wageni wangu katika darasa shirikishi, na mtangazaji wako ni Josephine Malango, ambaye tunakuwa tunatazamana au tunasikilizana kutoka huko uliko. Lakini kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia kuhusiana na swala la kilimo, misitu, chakula. Ni kwa namna gani kilimo, misitu na chakula vinaweza kwenda kwa sambamba kabisa, kwa umoja. Na ni kuambie tu kwamba hapa studio siko mwenyewe, nina wageni wangu ambao wakati wa kuzungumza wanatoka katika taasisi ya mti wangu wa siku yangu ya kuzaliwa, taasisi maarufu kabisa kwa jina la My Birthday Tree Organization. Ni vijana hao ambao watajitambulisha na watatuambia basi kwa kifupi ni shughuli gani ambazo wamekuwa wakijishughulisha nazo. Karibuni. Asante sana ndugu mtangazaji. Yes. Basi mimi kwa majina naitwa Revocatus Evodius, ni mtayarishaji na mwandishi wa miradi ndani ya taasisi ambayo umetoka kuizungumzia ya My Birthday Tree Organization. Taasisi yetu ipo Morogoro hapa ambayo inajihusisha sasa na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo hata nitakapokuja kuelezea miradi ambayo nimekuwa nikitayarisha, nikiandika, utakuja kuona kama miradi mingi imejikita katika uhifadhi wa kimazingira, utunzaji wa mazingira, kutoa elimu pia kwenye jamii kuhusiana na mazingira, hivyo na kilimo pia. Yes. Karibu pia tukufahamu na wewe kabla ya kuendelea. Mimi naitwa Simon Jackson Karunde. Mimi ni afisa uhusiano wa jamii katika taasisi ya My Birthday Tree. Msikilizaji, mtazamaji na mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii, bila shaka tumeshawajua wataalamu na wanataasisi ambao tuko nao hapo. Sasa kwa kifupi sana, kati yenu mnaweza mkatuelezea hii taasisi ya My Birthday Tree Organization au taasisi ya mti wangu wa siku ya kuzaliwa ni nini chimbuko lake? Okay. Taasisi ya My Birthday Tree ilianza kama wazo mnamo 2022 ambapo mmoja wa waanzilishi wetu alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Sasa akafikiria kwa namna gani ambayo anaweza akasherehekea siku hiyo katika namna ya utunzaji wa mazingira zaidi. Ndio wazo likawaza kwamba naweza nikafanya kitu ambacho kikatuunganisha sisi kama dunia kwa ujumla, kwa sababu sisi dunia nzima kila mtu ana siku yake ya kuzaliwa. Akafikiria kwa nini mimi nisiwe chanzo, yeye asiwe chanzo cha watu wengine kufuata hilo wazo la kupanda mti pindi anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kwa ilianza kama wazo 2022. Kutokea hapo tukawa tuna kampeni mbalimbali katika chuo cha kilimo cha SUA za kuhamasisha wanafunzi wapande miti siku yao ya kuzaliwa. Baada ya hapo 2023 tukasajili rasmi kama taasisi ya My Birthday Tree, na mpaka leo bado tunaendelea na kutoa elimu katika jamii kuhusu upandaji miti, lakini pia utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Genzi almaarufu vijana almaarufu Genzi huwa ni kazi ngumu sana, na tumekuwa na fikra hizo wengi kuwaona mkiwa mmejihusisha katika masuala ya utunzaji wa mazingira. Kuna vitu ambavyo huwa mnavichagua nyinyi, ni nini hasa kiliwapelekea? Ni kozi mliosoma, yani ni nini hasa kiliwapelekea mpaka mkaingia mkasema sisi tunataka kutunza mazingira kwa idea hii hapa? Yes, kwanza awali ya yote nashukuru umetumia neno Gen Z. Yes, kwa sababu hata ile wazo lilivyopokelewa, si ndio? Yes, lilipokelewa katika ule activeness, tunasema nini kwa Kiswahili? Activeness.
Yes, katika hamasa kubwa. Yes, ya majenzi, manake kwa nguvu kubwa sana, kwa sababu si ni jenzi na tuna nguvu, si ndio? Lakini pia tuna hamasa kubwa. Yes, kwa hiyo hata mwanzilishi alivyoileta kwetu, si ndio, tuliipokea kwa hamasa. Lakini hii hamasa ilitokana nini? Yes, ya kwamba sisi kwanza ni graduate kutokea chuo kikuu cha Sokoine SUA, na SUA pia wanatoa course ambayo inajihusisha na utunzaji wa mazingira, environmental sciences and management. Yes, kwa hiyo katika vipindi ambavyo tunakuwa tunasoma vingi, yes, ma lecturer wanatuasa juu ya utunzaji wa mazingira, si ndio, na kila anachokifundisha anahakikisha kwamba sisi tunaweza tukakifanya kikaingia katika uhalisia, si ndio, kwamba ile knowledge anayotupatia isiishie darasani, lakini tuweze kuitoa darasani kuipeleka kwenye jamii. Kwa hiyo tulipopokea ile wazo, maana yake tukaona hii ndio njia sasa ya kukuza kila ambacho tumekuwa tukifundishwa juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na moja ya namna ambavyo naweza ukachangia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ni moja hapo ni kupanda miti, si ndio? Kwa sababu miti inayo kijani, lakini miti inaweza ikafonza hewa ya ukaa, tunaita carbon sequestration kwa wataalamu. Kwa hiyo tukasema kwamba hii tayari ni njia ambayo sisi tunaitumia moja kwa moja kuweza kuchukua knowledge ambayo tumeitoa darasani kuweka kwenye jamii, na ni kweli ikapokelewa vizuri. Yes, lakini ndani ya upandaji wa miti haikuishia hapo, kwamba okay, tunapanda miti kwa ajili ya kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ukiangalia baada ya kupokea hiyo idea, sehemu nyingi ambazo tulikuwa tunaenda kupanda miti ni mashuleni kwa kwanza. Yes, kwa hapa Morogoro, yes, kuna sekondari ambayo nitazitaja. Yes, kuna sekondari ya Morogoro sekondari. Yes, kuna sekondari ya Mgulasi Secondary School. Yes, hizo ni na Kionda Secondary School. Hizi ni moja ya shule ambazo zilinufaika mwanzoni kabisa, sisi tukiwa bado tuko chuo mwanzoni kabisa. Lakini pia nisiache chuo kikuu cha Sokoine, yani ni moja ya taasisi za kielimu ambazo zilinufaika na wazo letu kama majenzi ambavyo umetuita, ya kwamba tuenda pale tukapanda miti, watu wakapata kivuli. Kwa hiyo kama ile lugha ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ni ngumu kwa watu kupokea, walao wameona ishara ambayo ipo sasa, ni mti, tunaweza tukakaa chini tukasoma. Kwa kifupi sana, vijana wamekuwa ni serikali pamoja na taasisi mbalimbali, lakini siku hizi hata vyuo mitaala yake mmeingiziwa kabisa kwa ajili ya kutoka na kujiajiri. Mmejiajiri. Sasa wakati mnajiajiri, vitendea kazi vya kwenu nyinyi ni nini na mlipata wapi? Sawa. Ya kuna msemo maarufu ambao waga wanazunguka na kuambia kwamba mtaji mkubwa kwanza sio pesa, lakini mtaji mkubwa ni wazo. Yes, una nini wewe? Yes. Kwa hiyo hata sisi tunakifanya kwa sababu tuna nini, wazo tulionalo. Kwa hiyo kama harakati zetu za kimazingira ambazo zimetupelekea mpaka kutengeneza taasisi, leo hii tunajivunia kwamba tuko ndani ya taasisi, tumejiajiri na imetuajiri, lakini pia tuna uwezo sasa wa kuwa accommodate na watu wengine, vijana wenzetu wakaajiriwa, wengine wakapata exposure kupitia taasisi yetu, wengine wakapata connection za kwenda mpaka kwenye taasisi nyingine kupitia My Buzzrate Organization. Ila sisi tuliliamini wazo. Kwa hiyo hata support inayokuja haijaja tu kwa fedha, ila imekuja kusapoti wazo. Eneo ambalo mnalitumia mlilipataje? Nilikuwa nataka kujua, ni kitendea kazi chenu cha kwanza katika haraka ni eneo. Na eneo ambalo mnapandia miti, na eneo ambalo mlilipataje na mnaliendelezaje? Okay. Eneo ambalo tunalitumia kwa sasa kwenye activities za upandaji miti, lakini pia katika kuanzisha mashamba darasa ya kwetu, tutakuja kuongelea vile kuhusu mashamba darasa hayo. Tulipata kwa kushirikiana na chuo cha kilimo cha SUA, walituamini kutokana na idea ambayo tuko nayo, basi wakatupa ile eneo kwa ajili ya kupanda miti. Na
mwaka jana mwezi wa 3 tulifanikiwa kupanda miti takriban 50,000 katika eneo hilo. Kwa hiyo tunajivunia ushirikiano wetu sisi na chuo cha kilimo cha SUA. Kabla hatujaenda mbele, kabla hatujaendelea kuzungumzia hasa tunachokitaka, tukiwa tumeshajua kwa uchache kabisa ni namna gani sasa My Birthday Trees Organization ambayo ni taasisi ya mti wangu wa siku ya kuzaliwa inavyofanya shughuli zake. Kabla hatujaenda sasa kwenye kilimo misitu chakula, kumekuwa kuna dhana ambayo imejengeka. Dhana hiyo ni kwamba nyinyi wataalamu mnakuwa mmetuandalia maandishi mazuri sana sana, yani yale ya ukilima eka moja matikiti, ukilima eka moja mahindi, ukilima eka moja, mazuri na faida zake. Lakini mwisho wa siku kunakuwa wanadai, kunakuwa kuna changamoto ambazo wanakuwa wanakabiliana nazo watu. Sasa nyinyi ni vijana, ni genzi, mnaweza mkanieleza kabisa ukweli tulioko mimi hapa na nyinyi studio, ni kweli hichi kitu kinakuwa kina tofauti au ni sisi wakulima wenyewe tunaenda huko tunakuwa tuna changamoto zetu binafsi? Yani nataka kujua hasa changamoto ni kwenye maandishi au ni kwa sisi wakulima ambao tunakuwa tunapokea yale ambayo mmekuwa mmetuandikia? Kitu cha kwanza ambacho napaswa ujue ndugu mtangazaji, kwamba shughuli yote ambayo inahusu uchumi, tunapozungumza shughuli yote ambayo inahusu uchumi, manake inakuwa na pande mbili. Inakuwa na pande ya fursa kama opportunity, si ndio? Lakini pia inakuwa na pande ya riski. Kwa maana inakuwa na vihatarishi. Kwa hiyo anapokuandikia mtaalamu kwamba ukilima eka moja ya mahindi wewe unategemea kuvuna gunia 15 maximum, ndio? 15. Tikiti kwamba unaweza ukavuna tani ngapi kwenye eka moja, si ndio? Yani kuhalisia anakuwa ni uhalisia, lakini zile riski zinazokuja kutokea ndo zinaanza kupunguza yale mategemeo yako, si ndio? Lakini kupitia taasisi yetu ya My Birthday Tree Organization na hii program ambayo tulionayo, huu mradi wa kilimo misitu chakula, basi mkulima pia anapewa elimu, si ndio? Kama tarajio yake ni kufikia magunia mangapi kwa eka ambayo anataka alime, si ndio? Ama kuwa na shamba lake litakuwa na muonekano design fulani ambao yeye anakuwa na mategemeo hayo, basi sisi tunakuwa ni kama makocha, si ndio? Tunakuwa tunamuongoza kwa sababu gani? Ili tuweze kupunguza vile vihatarishi ambavyo vinaweza vikapunguza yale mategemeo yake, si ndio? Na ndio tunachokifanya. Na ndio maana tutakapozungumzia program ambayo tutaifanya tarehe 5 mpaka tarehe 7 Machi, tunapokuwa darasani, moja ya jambo ambalo tunafundisha ndio ile kupunguza vile vihatarishi vinavyoweza kumpunguzia mazao yatakayoyavuna kutoka shambani. Asante Revocatus. Tuende sasa, baada ya kuwa tumekusha kujua yale ambayo msikilizaji wa 101.1 SUA FM na mtazamaji wa SUA TV, lakini vile vile wafuatiliaji wa mitandao ya SUA Media, YouTube, Facebook, Instagram, tumekwisha kujua jamani kwamba yale yanayoandikwa na wataalamu wetu ni uhalisia, lakini sasa namna ya utekelezaji kunaweza kukakutana na changamoto. Lakini pia tukumbuke matumizi ya mbegu bora, namna ya uandaaji wa mashamba, mbolea na vitu vingine. Hakika kilimo tunaambiwa kabisa ni uti wa mgongo toka mwaka 1961 ambapo ni 65-70 na kuna wakati mwingine 80 inatajwa kuwa ndo kimeajiri, yani ndo watu wamejiajiri kwa wingi sana kwenye masuala ya kilimo. Lakini tusisahau pia kwenye pato la taifa na mchango, kilimo kinachangia 25% mpaka 32.4. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani kilimo ni ajira ambayo ni rahisi ya kujiajiri, na kilimo ni ajira ambayo haichagui msomi ambaye hajasoma, haibagui, ni namna unapata wazo lako na namna unatekeleza kilimo chako. Na kuna kilimo siku hizi kilimo ya aina nyingi unahitaji wewe kulima. Tuko kwenye kilimo misitu chakula, na ni kitu ambacho mnatakiwa kuwa nacho
mafunzo Yes, kuanzia tarehe 5 na hebu, kwa nini wazo la kilimo misitu chakula? Yes. Kwa nini ndio lilikuwa wazo lenu nyinyi? Kwa kwanza niseme kwamba kwanza ukisikia sentence ya kilimo misitu chakula ina maneno mangapi hapo? Matatu. Na maneno matatu. 1 2 3. Na kilimo ina misitu ina chakula, si ndio? Kilimo ni shughuli yote ya kiuchumi, si ndio, ambayo inahusisha kulima mazao, si ndio? Yes. Unapanda mbegu, unavuna, si ndio? Lakini sasa tumeitazama kilimo. Je, kilimo kilichokuwa kikifanyika mwanzoni na sasa hivi kinavyofanyika ni sawa? Kama ni sawa, je, mavuno yaliyokuwepo mwanzoni na sasa hivi ni sawa? Kama ni sawa, je, watu walivyokuwa wakilima mwanzoni na sasa hivi elimu ile ile imeendelea kuwepo ama inapaswa kuboreshwa? Hapo tuko kwenye kilimo. Lakini sisi pia kama wadau wakubwa wa mazingira ambao tumejihusisha na mazingira, tunakitazama kilimo kama ni shughuli kubwa, kwa sababu ukiangalia moja ya shughuli ya kiuchumi hapa nchini Tanzania ya kwanza ni kilimo. Yes, sekta zingine zinafuata, lakini sekta ya kwanza ni kilimo. Lakini kama hii sekta ya kilimo inazidi kukua, vijana, yes, watu wa rika ya kati na wale ambao wanaelekea uzeeni, bado tunazidi kusisitizwa kujikita katika kilimo. Je, tunavyoendeleza kukuza hii sekta ya kilimo, mazingira yetu yakoje? Tukaweka misitu. Tunakuja kuigusa taasisi yetu. Lakini je, hii misitu kilimo, baada tukiyaunganisha yote, mkulima aweza akalima, akakupandia miti, akabaki ana njaa, si ndio? Yes. Baadaye anapaswa apate chakula. Umenipata hapa? Nimekupata. Sasa kwenye chakula hapa ndo tunapozungumza chakula. Sasa hapa ni mazao. Tunapogusia chakula tunagusia mazao. Manake hapa tunagusia kuna zao la chakula, kwamba mkulima umevuna kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani, chakula cha nyumbani, lakini mkulima kavuna kwa ajili ya zao la kibiashara. Auze, apate pesa, iendeleze mzunguko wake. Kwa hapa tuna kilimo kama sekta ya uchumi, tuna misitu kama mazingira, na kuna chakula kama uchumi. Kwa hiyo wazo la kilimo misitu chakula tumekuja kulitengeneza, si ndio, kwa ajili ya kuwashirikisha wakulima kuwa na kilimo endelevu chenye tija ya utunzaji wa mazingira. Kilimo ambacho kitaweza kutoa mazao mengi na tofauti tofauti. Kwa bahati nzuri tena ndani ya sehemu ndogo. Apate mazao mengi na mazao tofauti tofauti. Vile vile anapokuwa analima, aweze kutuachia tu ardhi yetu iendelee kuwa na rutuba, aweze kutuachia viumbe hai vilivyokuwepo, lakini pia hali ya kimazingira iendelee kutunzwa. Yes, miti ambayo itaweza kusaidia kufyonza hewa ya ukaa iwepo. Ndio maana kwenye kilimo misitu chakula, atakuja kuelezea mtaalamu mwenzangu, tunakuwa na zile demo plot. Tumezipangilia kabisa kwamba kuna demo plot ya miti. Yes. Na hiyo miti inatofautisha. Kuna miti ya kivuli na yenyewe pia inatofautisha. Kuna miti ambayo inakuwa kwenye wastani fulani na nyingine inakuwa kwenye wastani fulani. Kuna mazao pale. Kwa hiyo umeanza kuona utamu wa kilimo misitu chakula ndani ya demo plot moja hiyo. Yes. Ni kweli. Hapo kuna haya mazao ambayo ni mazao ya chakula kama miogo. Yes. Tunaipangilia hapo. Kuna majimbi hapo. Si ndio? Hapo utakuta kuna muhindi. Hapo utakuta kuna viungo. Tunapozungumzia kilimo chakula tunaunganisha pia na viungo. Na viungo vinakuwemo ndani. Kwa hiyo tunakuwa na miti ya matunda, miti ya kivuli, tunakuwa na miti yenye kutoa viungo. Simon Jackson. Simon, tuchukulie hapa leo mimi au msikilizaji wangu na mtazamaji wangu na mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii aliyoko huko anakotutazama sasa hivi au anakotusikiliza, anasema kwamba nimelima kilimo fulani kwa muda mrefu,
lakini ninashawishika kuingia kwenye kilimo misitu chakula. Hebu nipe ni manufaa gani atakutana nayo na kinatumia muda gani yani? Okay, kwa mkulima ambaye amesikia kuhusu elimu ya kilimo misitu chakula na anatamani kuingia katika na kuna kamvua sasa hivi soma. Yes. Kuna watu wa action akisikia naenda moja kwa moja. Na sisi tunamkaribisha tuwe naye hiyo siku. Kwa mimi nitamshauri kwanza kwa kuongelea shamba lenyewe lipoje. Katika shamba kunakuwa tumeigawanya kwenye mistari mbalimbali ambapo kutakuwa na mistari ya miti, lakini na mistari ya naita mboga yale mazao ambayo yanatambaa. Ndio. Kwa katika shamba lako ndugu msikilizaji, utakuwa una mstari wa miti lakini na mstari wa mboga au mazao ambayo yanatambaa. Ambao sasa unaweza kaona hapo kutakuwa na mazao ya muda mrefu, lakini pia kutakuwa na mazao ya muda mfupi. Ikiwemo hayo mazao ya mboga. Ndio. Kwa kupitia kilimo misitu chakula inamhakikishia mkulima pindi anapoenda shambani akosi kurudi na kitu nyumbani. Umeenda shambani leo utarudi na matembele kwa ajili ya chakula nyumbani. Ndio. Umeenda shambani leo utarudi na Chinese kwa ajili ya mboga nyumbani. Umeenda shambani leo unarudi na muogo kwa ajili ya kupika nyumbani. Ndio. Yako tunapanda mazao ya muda mrefu na mazao ya muda mfupi kwa ajili ya kumhakikishia mkulima chakula muda wote, lakini pia katika hiyo mstari atakuwa anaweka mazao yake kwa ajili ya biashara. Kwa sasa hivi dunia imehamia katika mazao ya viungo ambayo yako very profitable, yani yana faida nyingi sana. Ndio. Tunaona iliki, mdalasini, vitunguu saumu na mazao mengine ya viungo yanakuwa yana faida kubwa katika soko la dunia. Ndio. Kwa wakati mkulima anaingia katika kilimo misitu chakula, lazima atakuwa akilini anakuwa anawaza mazao yangu ni yapi kwa ajili ya biashara. Ndio ya kuweka katika mistari hiyo ya miti, na lakini pia mazao yangu ni yapi kwa ajili ya mazao ya kwa ajili ya chakula nyumbani, anakuwa anaweka katika mstari wa wa mboga. Lakini pia unaweza ukaongeza mstari mwingine tunaita mstari wa magugu kwa ajili ya kulishia wanyama. Ndio. Kwa mtu ambaye anafanya kilimo na anafanya ufugaji, kwa atakuwa na mstari mitatu: mstari wa miti, mstari wa mboga, lakini pia kunakuwa na mstari wa wa magugu kwa ajili ya kulishia wanyama, ambao magugu hayo pia yanakuwa yanaongeza uzalishaji kwa wanyama. Ng'ombe sasa anaongeza uzalishaji, unakuta yani kupitia hayo majani yanaitwa junkao species. Ukiweka junkao species katika hiyo mistari inakuhakikishia uzalishaji wa maziwa na nyama katika mifugo yako. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo jinsi gani Syntropic Agroforest ina faida. Mtazamaji, msikilizaji na mfuatiliaji wa mitandao ya SUA Media, kama uko kwenye TV, kama uko kwenye radio 101.1, lakini kama pia uko YouTube, lakini vile vile Instagram na Facebook, nafikiri umeweza kujionea ni namna gani kilimo misitu chakula ambavyo kina utamu wake, kina udambu fulani hivi wanakuambia kina utamu wake na utamu wake zaidi ni pale ambapo leo ukiamua kuanza kukilima, unaweza ukalima mle ndani ukiwa na zao lako la mboga la wiki 3 ambalo utalivuna, utaachia nafasi zao lako lingine la mwezi kukua na utalivuna, utaachia nafasi zao lako la miezi 2 au 3 kukua na kuvuna, lakini bado ukiendelea kuwa na ule mti wako wa miaka unaokwenda na ni nzuri zaidi kwa sababu kuna masuala ya kilimo cha viungo ambacho kimekuwa na faida kubwa sana. Nataka kuongea mtaalamu, lakini huwezi ukavuna kiungo kwa wiki 2 au kwa wiki 3, lakini wakati ukisubiria zao lako la kiungo, kuna mazao ambayo unaweza kuyavuna kwa kuyatumia kwenye chakula, lakini pia kutumia kwenye biashara na wana mchanganyiko vizuri. Sasa tuende kwenye swala la mchanganyiko wa mazao yetu kwenye kilimo misitu chakula. Vipi, mliangalia swala la magonjwa?
kwamba huwa kuna magonjwa yanaweza kutokea, labda kama mtu amepanda muhogo hapo ndani, mliangalia suala la magonjwa? Hebu mtuambie tunaweza kukabiliana nalo vipi tunapoamua kuingia sasa kwenye swala zima la kilimo misitu na chakula chetu. Okay, so kwanza kilimo misitu chakula yenyewe tunaita ni kilimo cha ekolojia. Yes. Kwa kinalenga kabisa katika kuhifadhi ile ekolojia ya shamba. Magonjwa yanakuja kutokana na ekolojia ya shamba ikiharibiwa kutokana na hizi madawa, inakuwa inaharibu ekolojia ya shamba. Lakini pia katika kilimo misitu chakula, katika wakati una design shamba lako, kuna miti ambayo tunaiweka katikati ya ile mstari wa miti, tunaita ni glicidia. Miti ya glicidia hiyo ni kwa Kiingereza tunaita ni kama suicide bag, yani kama sumu katika shamba kwa ajili ya wadudu. Okay. Kwa wadudu kwanza inatoa harufu. Kwa wadudu wote wanakuwa wanaenda katika ile miti, ukifika pale wakiwa wanakula katika ule mti wanakuwa wanakufa hapo hapo. Kwa unaweza kaona jinsi gani kilimo hiki kinakuwa kinamhakikishia mkulima zile yani zile changamoto zote za wadudu na magonjwa anakuwa ameziepuka kabisa. Na kilimo hiki kinafanywa katika maeneo gani? Nchi nzima au kinachagua maeneo? Kilimo hiki unaweza kufanya maeneo yote, kwa sababu yenyewe tunasema kinatengeneza wanaita microclimate, yani kinatengeneza hali ya hewa ya kwake yenyewe. Na wakati una design hilo shamba wakati kwa mfano katika ule mstari wa miti unakuwa unapanda kwa namna ile ambayo kwa mfano umepanda mti wa matunda hapa, si ndio? Mbele yake unapanda muogo. Muogo ni zao la muda mfupi, inakuwa linakwenda juu zaidi, kwa unakuwa unakinga mti wa matunda ambao unakuwa unaenda muda mrefu. Kwa unaweza kuona hata kwenye sehemu ya jua kali mti wetu wa matunda utapata protection, utalindwa na mti wa mbele yake ambao ni muogo ambao unakuwa kwa muda mrefu. Kwa unaweza nikasema kwamba kilimo hiki kinafanyika sehemu zote. Ukienda katika mashamba yetu hapo ya hapo Lugara, lile eneo linajua kali throughout the day, lakini mazao yanastawi kabisa. Yanastawi kabisa. Na ukienda pale kuna hali ya hewa kake peke yake sehemu ya hiyo plot. Tunayaona mapinduzi ya kilimo misitu na chakula kwenye kilimo, au tunabaki kama tulivyo? Of course meaning yani nadharia hii ya kilimo misitu chakula ingefikia watu wengi zaidi, wakulima wengi zaidi, mimi naamini ingesaidia mapinduzi ya kilimo katika nchi yetu. Sasa kuna kitu mmekiandaa kuanzia tarehe 5, mafunzo. Vipi mafunzo yao yamelenga wakina nani haswa, yaliyowalenga? Kwa sababu tuna msikilizaji hapo wa 101.1 Aswa FM anasikiliza, tuna mtazamaji wa Aswa TV anasikiliza, tuna watazamaji wa YouTube na tuna wafuatiliaji wa mitandao mbalimbali. Haya mafunzo, mtu anaweza kusema sitaki kuanza kulima sasa, nataka nisubiri hayo mafunzo kwa sababu yako jirani. Hayo mafunzo yamelenga watu gani haswa? Okay, tuna mafunzo ya kilimo misitu chakula kwa nadharia na vitendo ambao unaweza kuyatekeleza kutoka tarehe 5 mpaka tarehe 7 mwezi huu, ambao sasa kuna watu ambao tumewalenga. Walengwa wa kwanza ni wakulima wadogo ambao tutakuwa tunawafundisha kwa nadharia na kwa vitendo kuhusu kilimo hichi, lakini pia mataasisi mbalimbali ambao wanafanya kazi na jamii, kwa sababu mimi naamini kwa kushirikiana na mataasisi mengine tunaweza tukahakikisha Syntropic Agroforestry imefika watu wengi zaidi. Lakini kwa tunakaribisha pia mataasisi mbalimbali kwa ajili ya kuja kujifunza, lakini pia wanafunzi wote wa mazingira wa forest na wanafunzi wengine na mtu mwingine yoyote ambaye anawiwa kuja kujifunza kuhusu aina hii ya kilimo. Kuna gharama zozote, kuna taratibu zozote ambazo sasa ambaye anataka kujiunga kwenye mafunzo hayo anaweza kuzifuata? Lakini pia wanaweza kuyapata wapi mafunzo hayo? Labda kama siwezi kuja physical moja kwa moja kwenye darasa, naweza kuyapata wapi mafunzo hayo?
Okay, mafunzo haya kuna gharama za kushiriki katika mafunzo haya ambayo tumeweka kwa wanafunzi au wahitimu wa hivi karibuni. Watachangia kiasi cha shilingi 10,000 kwa ajili ya chakula na cheti cha ushiriki, lakini pia kwa mataasisi watajiunga kwa gharama ya shilingi 50,000, ambayo sasa gharama hizi cha kwanza kitakuwa zinatumika katika mafunzo, lakini pia gharama zinazobaki zitakuwa zinaenda katika kufanyia management zile hiyo ploti ambayo hiyo shamba darasa ambayo itakuwa linatengenezwa siku hiyo, kwa sababu itakuwa na siku moja kwa ajili ya nadharia, siku 2 kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo. Utafundishwa kuhusu namna gani ya kudesign shamba ili iweze kuwa bora zaidi. Na taasisi ya mti wangu wa siku ya kuzaliwa, si ndio almaarufu My Birthday Tree Organization. Yes. Nyinyi ni taasisi ambayo mnatoa elimu. Vipi toka mwanzo mpaka sasa elimu yenu imefika wapi? Tunaweza tukasema mmeitoa kwa watu gani na kwa mikoa mingapi? Yes, tunapozungumzia utoaji wa elimu ya kutoka kwenye taasisi ya My Birthday Tree Organization kuja kwenye jamii, yes, mpaka sasa hivi ni zaidi ya watu 100,000 ambao tumeshawafikia. Na hao 100,000 tumewafikia either moja kwa moja kwa kufika na kuongea nao. Yes. Wengine tumewafikia kupitia haya mafunzo tofauti ambao wanakuja katika mafunzo tunayoyaitisha. Yes. Lakini pia wengine tunawafikia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Yes, kwa sababu mitandao yetu ya kijamii ipo tofauti na yenyewe mara kwa mara tunatoa mafunzo kupitia hizo kurasa zetu za kijamii. Mafunzo yenyewe ambayo waga tunayatoa, yapo ya mafunzo ya kilimo ambayo ni kilimo chenye tija kwenye mazingira. Yapo mafunzo ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sisi ni wadau sana. Yes. Lakini pia yapo mafunzo ambayo tunayatoa ya kubadilisha taka kuwa rasilimali. Tunasema trash to treasure. Yes, maana tunabadilisha zile taka kuwa rasilimali. Yes. Na hapo wale tunaokuwa tunafanya nao kazi, tunawapa ujuzi. Tunawatengenezea mtandao wa kujiimarisha kiuchumi kutoka katika sekta za kimazingira, kwamba huu ni uchafu unaweza kubadilisha ukawa ni kitu ambacho kinakuzalishia kifedha. Yes. Hapo watu wengi sana ambao kutoka kwetu wamesha design hizi tofali, tunasema pavement, kutoka kwenye taka. Yes. Hapo watu wengi wana design ornaments za majumbani kutoka kwenye hizi taka, si ndio? Lakini pia mafunzo mengine tunayotoa ni haya ya kuzalisha miche na kukuza vitaru. Yes. Sisi wenyewe tunazalisha, lakini pia tunatoa hayo mafunzo. Watu wanafika napata mafunzo na wanaanzisha vitaru, si ndio? Lakini pia hizi kampeni za kila mwezi za My Birthday Tree campaign, kwamba kila mwezi tunahamasisha jamii kwenda kupanda miti kila mwezi. Sasa tunawachukua wale wazaliwa wa mwezi husika. Yes, basi wao ndio wanakuwa natuongoza kupanda hiyo miti. Yes, kwa hiyo naona kwamba na tumewafikia watu Sonko, watu wa Morogoro. Sisi tuko Morogoro kwa sababu ni makao makuu ya taasisi. Lakini tumefanya kazi katika mikoa zaidi 500. Yes. Dar es Salaam tumefanya kazi, Dodoma tumefanya kazi, Manyara tumefanya kazi kwa kushirikiana na taasisi ya Mikuyu Tanzania, lakini pia ipo taasisi ya Impact Lead tumefanya nazo kazi, si ndio? Pia tunafanya kazi kwa kushirikiana na hizi taasisi za kielimu sana. Yes. Na watu binafsi ambao tunakuwa tunashirikiana. Tukiwa tunaendelea na darasa shirikishi kutoka SUA Media, lakini vile vile usisahau naendelea kukukumbusha kwa uzuri zaidi kabisa kwamba ukiwa YouTube, ukiwa radio, pamoja na mitandao mbalimbali ya kijamii unapotutazama, hebu mtueleze sasa
nikikwambia hapa naomba uzungumze na vijana wa Kitanzania ambao tunatakiwa tuwape fursa na ajira za kujiajiri kuhusiana na kilimo hiki hapa cha misitu chakula, uwanja ni wako. Okay, neno langu kwa vijana wenzangu ni kushiriki katika, cha kwanza kushiriki katika ajenda ya utunzaji wa mazingira. Kwa sababu sisi tunaitengeneza kesho yetu. Kwa tukiharibu tukitengeneza kesho yetu leo, inamaanisha kesho tukitengeneza kesho yetu leo inamaanisha itatunufaisha baadaye. Lakini pia katika upande wa kilimo msitu chakula, mimi nawakaribisha vijana wenzangu kwa ajili ya kuangalia fursa hii, waone namna gani ambao wanaweza wakanufaika kutokana na kilimo msitu chakula. Okay. Nikikwambia uzungumzie na vijana sasa. Yes, vijana wote ambao wanatusikiliza sasa hivi hapo, yani wanahitaji kukusikiliza hapo sasa hivi, kwamba ile dhana yao ya kwamba kilimo tunaaminishwa hivi, lakini nyinyi ni vijana mpo. Unajua kuna ile wanasema kwamba mimi nikimwambia kijana jishughulishe na kilimo, maza jao huyu. Maza wana Viswahili vyao genzi. Maza yuko kwenye ajira afu ananiambia mimi nijishughulishe na kilimo. Inakuweje? Lakini wewe moja kwa moja ajira yako ya kwanza umeanzia kwenye kilimo na umeajiri wengine. Unamwambia nini huyu kijana sasa? Yes. Sisi taasisi ya My Best Tree Organization, yes, tunatoa nafasi ya kuwakutanisha vijana wote. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho naweza nikamwambia kwamba hebu vijana waitumie nafasi, waje kwetu waone. Badala ya kuongea maneno, wao waje kwetu waone namna tunavyofanya kazi. Namna tunavyofanya kazi na wakulima, namna tunavyofanya kazi mashambani, na namna tunavyofanya kazi tukiendeleza kilimo msitu chakula, kwamba uzalishaji wetu usiathiri mazingira. Kwa hiyo wakija kwetu wakaona kwamba sisi tunafanya kwa vitendo, na nina imani na wao watahamasika zaidi. Yes, mbali na kuambia 1 2 3 kilimo 1 2 3, basi wao waje kwetu kuanzia tarehe 5, 6 mpaka 7. Yes, kwa huo muda ambao watautumia wakiwa na sisi katika hayo mafunzo ya vitendo na nadharia, wao watanufaika moja kwa moja bila kuambiwa. Basi watashawishika na kujiunga na kilimo na tutayaona manufaa yale yanayosemwa kwenye kilimo. Tuko ukingoni mwa kipindi chetu cha darasa shirikishi, lakini mada yetu nzuri sana leo tulikuwa tukijadili kuhusiana na kilimo misitu na chakula, na vile vile tulikuwa na taasisi nyinyi hapo ya taasisi ya mti wangu wa siku ya kuzaliwa, si ndio? Mti wangu wa siku ya kuzaliwa, na mimi nawahakikishia mwaka huu kwenye siku yangu ya kuzaliwa nitapanda mti. Mwezi wa 4 tarehe kaza fani. Mwezi ujao tu hapo ninakuhakikishia nitapanda mti. Lakini almaarufu wa taasisi hii ni My Birthday Tree Organization. Nitake tu kusema kwamba sasa kwa uchache mno mcheza kwa utunzwa. Mnatutunzaji wana Morogoro, tuishie hapo, mnatutunzaji. Sawa, nikianza kwamba sisi kwanza tunazidi kuwashukuru wana Morogoro. Yes, kwamba kuanzia mwanzoni alitupokea. Yes, nafasi za kufanya shughuli zetu tumezipata kutoka wana Morogoro. Kitu cha kwanza. Cha pili, basi wana Morogoro waendelee kujiandaa kuzipokea fursa kutoka kwetu. Washatupatia nafasi ya kufanya kazi, basi waendelee kujiandaa kuzipokea hizo fursa za utunzaji wa mazingira, fursa za kujasiriamali kupitia mazingira, fursa za kilimo, lakini pia na fursa za elimu tofauti, namna ya kujinufaisha kiuchumi kutoka kwetu na kupitia utunzaji wa mazingira na kilimo. Ni washukuru sana watazamaji wote wa SUA Media pamoja na wasikilizaji wa 101.1, lakini pia wafuatiliaji wa mitandao Facebook, Instagram na YouTube. Niwatakie tu kuendelea kuwa pamoja na SUA Media. Tuna vingi vizuri ambavyo vinakuja kutoka kwetu kuja kwenu. Mpaka siku nyingine, mimi ni Josephine